kuna maeneo mgao ni mkubwa sana. Kuna watu wanamaliza mpaka miezi mitatu hawana maji. Nini hasa kinachosababisha tatizo kubwa la ukosefu wa maji safi na salama? Nia ya dhati ya serikali kuwahudumia watu wake haipo. Usiku wa kuita usimame. Naam, Mei 31, 2026. Mimi naitwa Dani Kaboma, the icon mwenyewe, lakini hii ni Amka Podcast. Karibu sana. Na leo tuko na Yasinta Colonel. Yeye ni waziri kivuli ambaye yupo kwenye sekta ya maji, mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi, lakini pia ni mtaalamu wa ustawi wa jamii. Tuko naye kwenye mahojiano yetu haya, na kikubwa zaidi tunakwenda kuzungumza kuhusiana na sekta nzima ya maji. Kwa hiyo kwa miaka mingi pia serikali imekuwa ikitoa ahadi ya kumtua mama ndoo kichwani, lakini pia imetupa takwimu pia mbalimbali ambazo tunaambiwa kupatikanaji wa maji kwa sasa ni 92% kwa mjini, lakini pia kwa vijijini ni 76%. Lakini pamoja na juhudi hizo zote, changamoto bado zipo, na sasa mjadala umehamia kwenye suluhisho linalojulikana kama ubia wa sekta ya umma na sekta binafsi, yani PPP. Lakini swali kubwa linabaki, je, PPP ni suluhisho la kweli? PPP ni suluhisho la kweli la tatizo la maji nchini, au ni mabadiliko ya mfumo ambao unabadilisha wanufaika bila kugusa kiini cha tatizo? Kwa tuko hapa kwa ajili ya kuzungumza hiyo. Kama nilivyokuambia, tuko na Yasinta Colonel. Karibu kwanza kwenye show yetu. Unaendeleaje? Endelea vizuri. So karibu sana, na tuanze moja kwa moja. Kwa mtazamo wako, je, hizi takwimu za serikali zinatoa picha halisi ya upatikanaji wa maji nchini, au kutoa tofauti, au kuna tofauti kubwa kati ya takwimu na uhalisia wa maisha ya wananchi mijini na vijijini? Hali halisi ipoje kwa uzoefu wako wewe? Asante ndugu mwandishi wa habari. Mimi kwa jina naitwa Yasinta Colonel, ni waziri kivuli wa maji, mazingira na mabadiliko ya tabia nchi. Lakini pia ni mtaalamu wa tuwakumbushe pia kupitia chama cha ACT Wazalendo. Waziri kivuli kupitia chama cha ACT Wazalendo. Waziri kivuli wa maji, mazingira na mabadiliko ya tabia nchi kupitia chama cha ACT Wazalendo. Nashukuru sana kwa swali lako zuri sana. Hizi takwimu haziendani na uhalisia wa upatikanaji wa maji vijijini na vijijini. Ni kwa sababu gani? Tatizo la maji bado ni kubwa sana kule vijijini, watu bado wanatembea umbali mrefu sana kutafuta maji, lakini pia hata mijini huku tatizo la maji, changamoto ya upatikanaji wa maji bado ni mkubwa sana. Kuna maeneo mgao ni mkubwa sana. Kuna watu wanamaliza mpaka miezi mitatu hawana maji. Lakini pia gharama ya maji bado ni kubwa. Mtanzania wa kawaida bado anatumia gharama kubwa kununua maji. Kwa mfano, kuna maeneo maji yanauzwa dumu shilingi 1500 mpaka 2000. Kwa maana hiyo, kwa maisha ya Mtanzania wa kawaida kumudu gharama ya kununua maji bado ni kubwa sana. Kwa hiyo hizi takwimu si halisia. Sana sana naweza kusema kwamba hizi takwimu wanazitoa kulingana na jinsi ambavyo wameanzisha miradi ya maji. Imeanzishwa ni mingi sana, lakini ni miradi ambayo haikamiliki na mingine hata haitoi maji. Kwa hiyo kulingana na kule wanakotoa ile miradi haitoi maji. Kwa hiyo wao wanakuja na takwimu kwamba hata kule walikotoa miradi kwamba maji yapo, lakini maji hakuna. Kwa nini sasa tunapewa hizo takwimu ambazo sio halisia kama wewe unavyozungumza? Kwa nini tunapewa hizo takwimu? Ni kwa sababu ya serikali wanataka kuonyesha kwamba wamefanya kazi na wamemaliza tatizo la maji. Lakini kwa kweli tatizo la maji bado ni kubwa sana. Lakini tunaona watu pia kila siku kwenye TV station hizi wakishukuru serikali namna gani ambavyo pia tumesaidiwa kwenye swala zima la maji, lakini unasema kwamba maji hayatoki, maji nini? Is it true? Asante sana ndugu mtangazaji. Kama nilivyowahi kusema kwamba mimi nina uzoefu mkubwa. Nimefanya ziara sana katika matatizo ya maji. Nimeenda sehemu mbalimbali. Nimefika Morogoro, nimefika Bunda, nimefika mkoa Mara kule Rorya, na nimeshuhudia mimi mwenyewe sehemu zingine mpaka zahanati hamna maji. Mwanamke mjamzito anapoenda kujifungua anabeba ndoo ya maji. Na kama hauna maji hawafanye hiyo huduma. Kwa hiyo nataka tu nikuhakikishie kwamba hizi takwimu ni kwamba serikali inaamua tu kujipangia na kuandika takwimu ambazo si halisia. Tukirudi kwenye uhalisia na uzoefu wangu mijini, vijijini,
wewe unaweza ukawa shahidi jinsi ambavyo watu bado wanahangaika kutafuta maji. Na isitoshe huko uliko wewe kama unaishi Dar es Salaam, ni uhakika kwamba hata wewe una mgao wa maji. Kuna maeneo ambayo kabisa mgao ni mkubwa sana na watu hawapati maji. Okay. Hebu tuambie sasa, nini hasa kinachosababisha tatizo kubwa la ukosefu wa maji safi na salama? Jacinta. Nashukuru sana kwa swali zuri. Tatizo la kwanza mimi ninachokiona kwa serikali. Kitu cha kwanza ni maji ni kitu muhimu sana kwa maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo ile nia ya dhati ya serikali kuwahudumia watu wake haipo mimi ninachoona. Na kitu kingine ukiangalia hata budget inayowekwa katika Wizara ya Maji ni finyu sana, haiwezi kumaliza tatizo la maji. Kwa mfano ukijaribu kufuatilia bajeti iliyopangwa ilikuwa ni bilioni 558. Wakati tatizo ni kubwa sana, inaenda miaka 64 sasa hivi. Lakini tatizo la maji bado ni kubwa. Kwa hiyo ile nia ya dhati na kipaumbele ya serikali bado hawajaamua kuwekeza katika sekta ya maji. Kwa mfano, mbona SGR imejengwa? Mbona bwawa kubwa la Nyerere imejengwa? Walikuwa na nia ya dhati kufanya hivi. Lakini ukirudi kwenye maji hawana nia ya dhati bado. Lakini kitu kingine ni uzembe wa serikali na viongozi kutokuwajibika. Tunaona miradi mikubwa ya maji saa nyingine ina ubadhirifu mkubwa sana, pesa zinapotea. Kwa mfano nitatoa mfano, kulikuwa na mradi mmoja wa ujenzi wa uchimbaji visima pale Kigamboni. Ilikuwa ni visima 20. Lakini matokeo yake wamechimba visima 13. Wakasitisha mradi. Unapomsitishia mkandarasi mradi ni lazima unamlipa. Kwa pale wakalipa pesa kwa uzembe wao. Kwa hiyo vitu vingine ni kwamba ni uzembe wa viongozi kutokuwajibika na ubadhirifu wa fedha. Ndio maana bado tunachelewa kupata maji safi na salama. Okay. Tuende kwenye utoaji wa huduma hii ya maji. Tumeona sasa hivi huduma ya maji inasimamiwa na, kimfano mijini na vijijini inasimamiwa na RUWASA. Kwa mtazamo wako, muundo wa ugawanyo wa majukumu katika taasisi hizi mbili zinasaidia kuongeza ufanisi wa upatikanaji wa maji, au kuna changamoto za uratibu na utekelezaji zinazochangia bado wananchi kukosa huduma ya uhakika ya maji? Yaani ndugu mtangazaji, bado ni mambo ni yale tu. Ni uzembe, kutokuwajibika. Lakini tatizo lingine ni kwamba tunaona ukisoma ripoti ya CAG kuna mamlaka za maji kama 36. Lakini kwa ukaguzi uliofanyika unaonyesha wazi kwamba kati ya hiyo mamlaka ni mamlaka 5 tu zenye uwezo wa kuzalisha maji. Mamlaka za maji hazina uwezo wa kuzalisha maji, zina upungufu. Kiasi kwamba upungufu unapokuwepo, upungufu gani upungufu wa maji? Okay. Upungufu wa uzalishaji wa maji. Kwa hiyo upungufu wa uzalishaji unapokuwepo, ina maana hata usambazaji wa maji unapungua. Demand inakuwa kubwa, lakini mahitaji, uwezo wa kusambaza maji unakuwa mdogo. Kwa hivyo basi, kutokana na hali hiyo, bado tatizo la maji litakuwepo. Na sisi chama cha ACT tumekuwa tukipiga kelele tukisema kwamba mamlaka za maji ziwezeshwe na zipewe ruzuku ili ziweze kufanya kazi zake kwa ufanisi zaidi. Lakini bado tunaona ni uzembe wa serikali tu, kwamba bado hawajaamua kuwekeza kwenye swala la maji hawajakipa kipaumbele. Okay, tumeona serikali sasa imeamua kuingia kwa ushirikiano kati yake pamoja na sekta binafsi. Kabla sija kwenda mbele zaidi, nataka nipate angalau maoni yako hapa. Una kipi cha kuzungumza kwenye hii sehemu, serikali kuingia ushirikiano na wa kwake na sekta binafsi? Asante ndugu mwandishi wa habari. Kwa upande wangu mimi, kwa mtazamo wangu mimi, swala la maji ni miaka 64 sasa. Tatizo la maji bado ni kubwa. Sasa ukiniambia kwamba ile tatizo serikali inataka kuingia ubia na sekta binafsi,
ni kama vile hatuendi kutibu tatizo. Ina maana ni kama serikali inakwepa majukumu yake. Kwa sababu swala la maji ni haki ya msingi ya mwananchi. Alafu ukizingatia swala la maji lina muingiliano na uhai wa binadamu. Sasa sisi tunaamini kwamba serikali ndio inaweza kutupatia maji safi na salama. Labda niishie hapo kwanza. Kuna ubaya gani wa serikali kupunguza baadhi ya majukumu, at least pia watu wapate nafuu? Ndugu mtangazaji, unaelewa swala la maji, huduma ya maji inatakiwa serikali ndio aitoe na sio mtu binafsi. Okay. Ni kama nilivyokuambia kwamba maji ina muingiliano na uhai wa mwanadamu. Kwa hiyo swala la uhai, tunayemwamini kwamba anaweza katupatia maji safi na salama, bado ni serikali. Okay. Na unapokwenda kumpatia mtu mwingine, haiwi huduma tena. Inakuwa nini? Inaenda kuwa bidhaa ambayo inaenda kuuzwa. Kwa hiyo kama inaenda kuwa bidhaa, ina maana ni biashara. Na kama ni biashara, ina maana kwa mfano serikali lazima iangalie, tunazungumzia kitu kinaitwa haki ya binadamu na ustawi. Maji ni haki ya kila mwanadamu, kila raia ana haki ya kupata maji. Na tunaamini kwamba anayeweza kulinda haki ya raia ni serikali. Unaweza kunifafanulia hapo kwenye umesema kwamba inapokwenda kupewa kwenye sekta binafsi, kwa maana inakwenda kuwa bidhaa. Inakuwaje bidhaa? Kwa maana kwamba pesa au huduma itakuwa ina gharama kubwa ama inakuwaje? Turudi nyuma. Ninachomaanisha ni kwamba maji ni haki ya msingi ya kila mmoja wetu. Na anayejua haki ya msingi ya kila mmoja wetu ni serikali. Serikali ndio inatakiwa ihudumie na ijue haki ya mwananchi, haijalishi na kipato gani, lakini upate maji. Unapochukua wizara au unapoingiza ubia na mtu mwingine kwenye swala la maji, kuna vitu ambavyo yule mtu atavitekeleza? Kwa mfano, sasa hivi tunasema kwamba maji hata yule mtu wa chini apate maji. Hata kama itauzwa shilingi 100, shilingi 200, shilingi ngapi, lakini haipati. Sasa leo ukachukua hii sekta ukamhamishia sekta binafsi. Yule mtu atahakikisha kwamba ile haki ya msingi ya raia inalindwa? Kwa maana kwamba serikali ina uwezo wa kudhibiti gharama ya maji hapa. Hata kama maji hayapatikani, lakini ile gharama serikali inadhibiti. Lakini mtu binafsi au sekta binafsi itaweza kudhibiti ile gharama holela, kwamba akisema kwamba leo maji ndio tunauza shilingi 5,000, nani atakuwa na sauti ya kusema kwamba jamani, hii gharama ni kubwa kwa wananchi na mwananchi wa chini hawezi kumudu hii gharama? Bado ni shida. Lakini kuna ile uwekezaji mkubwa ambao ni hatari. Ukimpa sekta binafsi, anaweza kutumia gharama kubwa katika kuendesha mradi. Na katika hiyo gharama ndo sasa, mwananchi wa kawaida ataweza kumudu kununua maji? Okay. Kwa haudhani kwamba PPP inaweza ikaja kuwa ni suluhisho la kweli katika kuhakikisha kwamba upatikanaji wa maji nchini kwa ujumla? Mimi nakataa. Kwa sababu kama ni serikali imewekeza miradi mikubwa, pesa imeingia, mabilioni ya pesa, miaka 64 sasa, hakuna unafuu wa kupata maji Tanzania. Bado Mtanzania wa chini, bado Mtanzania aliyoko kijijini anakunywa maji pamoja na mifugo. Sasa leo iweje kama serikali imeshindwa? Huyu sekta binafsi ataweza? Mimi bado naona kama wanakwepa majukumu. Serikali ijawa na kipaumbele kwa ajili ya maji. Serikali ijafanya maamuzi thabiti kwa ajili ya kutatua tatizo la maji. Mbona vitu vingine wanafanya? Mbona SGR imejengwa? Mbona bwawa la Nyerere imejengwa? Kwa nini sio kwenye maji? Kwa hiyo mimi siamini katika hili. Okay, katika mazingira ambapo taasisi kama RUWASA zinaendelea kusimamia maji vijijini, ni jukumu gani halisi ambalo sekta binafsi inapaswa kulibeba bila kuhatarisha haki za wananchi kupata maji?
Yaani ndio bado tunarudi pale pale kwamba swala la maji bado serikali anatakiwa abebe na asikwepe majukumu. Kwa sababu katika nchi yetu kuna maziwa, kuna mabonde, kuna sehemu ambazo tunashirikiana pia na nchi zingine. Vitu kama migogoro, anayeweza kuzuia migogoro ni nani? Bado ni serikali. Kwa mfano leo wameingia sekta. Haya, leo labda tuseme Ilala hamna maji kabisa. Tutamwendea nani kutuambia kwamba maji hatuna na tunahitaji maji? Huo mgogoro utatatuliwa na nani? Bado serikali inahitaji kubeba majukumu yake ya kuhakikisha wananchi wake, raia wake wanapata maji safi na salama. Okay. Tunajua kwamba sekta binafsi asilimia kubwa huwa wanakwenda kuwekeza au kuingia sehemu ambayo yenye faida kwa ujumla wake. Je, kama sekta binafsi zinaingia katika maeneo yenye faida, tunaweza kweli kusema kwamba PPP itatatua tatizo la maji kwa wananchi wote, au inaweza kuacha nyuma maendeleo yasiyo na mvuto wa kibiashara? Yaani ndugu mwandishi wa habari, niyo hayo ninayokuambia kwamba mtu yoyote anapoingia huyu sekta binafsi, unapotaka kumuingiza hapa, haingii kwa sababu ya kutoa huduma. Anaingia kwa sababu ya biashara. Kwa hiyo yeye anachotafuta ni faida. Kwa hiyo kivyovyote vile bado maji yatakuwa ni gharama kubwa zaidi kwa mwananchi. Ina maana huyu mwananchi wa kawaida hatakuwa hawezi kumudu gharama ya maji. Kwa hiyo bado nasisitiza kwamba serikali isikwepe majukumu yake. Majukumu ya wananchi kupata maji safi na salama bado iko mikononi mwa serikali. Serikali lazima iweke kipaumbele, na sisi kama ACT tulisema kwamba serikali inahitaji kuwekeza trilioni 10 ndani ya miaka 5 ili iweze kumaliza tatizo la maji. Kwa hiyo tatizo la maji bado liko ndani ya serikali na bado wanahitaji walimalize wao na sio kuingia ubia na sekta binafsi. Kwa hiyo milioni 10 ambao unasema kwamba ndio trilioni 10, kwamba tatizo la maji lingekuwa limeisha moja kwa moja. Lingeisha na uhakika. Una uhakika? Nina uhakika lingeisha. Okay. Kwa mtazamo wako, sekta binafsi kwa Tanzania ina interest kweli kuwekeza kwenye upanuzi wa miundombinu ya maji? Asante sana kwa swali zuri. Nikijaribu kuangalia sekta binafsi, unajua katika ubia wowote ulioingilia hapa Tanzania, yaani kama kuna ubia wowote na wizara yoyote, mathalan wizara ya afya, hakuna changamoto zilizotatuliwa zaidi ya changamoto kubakia pale pale. Hakuna changamoto inayoweza kutatuliwa na sekta binafsi. Kwa sababu mtu anaingia kwa ajili ya kupata faida. Sio kwa ajili ya kutoa huduma. Maji ni huduma na maji inatakiwa utolewe na serikali. Unapomuingiza mtu mwingine, yule mtu anaangalia faida. Kwani serikali naye anapata faida hata akibaki yeye? Hapana. Hata kama anapata faida, lakini swala la maji linatakiwa libakie mikononi mwa. Kwa sababu tuangalie hapa, haki ya raia iko wapi? Huyo mtu anayechukua atalinda haki ya raia? Haki ya raia atailinda ile msingi kwamba kila mwananchi lazima apate maji. Na ukizingatia maji ni uhai. Huyu sekta binafsi atazingatia hilo. Tunajua kwamba anayeweza kujali raia wake akawapatia maji safi na salama, bado jukumu hili liko kwa serikali. Jaribu kuangalia hata nchi zetu za Afrika Mashariki. Kuna nchi ambayo imeweza kuingiza sekta binafsi katika swala la maji? Hapana. Hakuna aliyewahi kufanya hivyo. Kwa hiyo hili swala sio la kusema kwamba linaenda kutatua tatizo la maji nchini kwetu. Hili swala ni kwamba serikali na kuwepa majukumu yake, na tutamwambia serikali na tunasema hili swala liko mikononi mwake. Haiwezekani kwamba serikali imeshindwa kutatua tatizo la maji nchini wakampa sekta binafsi. Sekta binafsi ina uwezo gani wa kutatua changamoto ya maji kama wewe serikali umeshindwa? Hapana, haiwezekani. Mwananchi wa kawaida ndiye atakayeumia hapa. Atakuwa na gharama kubwa za maji kiasi kwamba maisha yatakuwa ni magumu sana kwa kila raia wa Tanzania.
Kwa nini mmeiwekea hofu zaidi sekta binafsi? Tunaiwekea hofu kwa sababu ya imani. Imani. Hatuna imani na sekta binafsi. Je, anakuja kwa ajili ya kufanya nini? Haji kwa ajili ya kutoa huduma. Maji ni huduma ambayo inatakiwa itolewe na serikali. Hofu kubwa, maji ni msingi na ni haki ya kila raia apate maji. Je, huyu sekta binafsi anapokuja, hizi haki atazilindaje? Haki ya raia atailindaje? Kwa sababu ni kwamba uwe na kipato cha juu, cha chini, lakini lazima upate maji. Huyu sekta binafsi anakuja kwa faida yake, ataangalia hizo gharama? Ataangalia jinsi ya kutatua migogoro ya maji? Kwa hiyo bado tunaamini kwamba mwenye uwezo, mwenye nguvu wa kufanya yote haya bado ni serikali yetu. Okay. Je, ni kweli kuna hofu isiyokuwa ya msingi kuhusiana na sekta binafsi na wananchi wana sababu ya kihistoria na ya kijamii kuwa tahadhari wanaposikia huduma ya maji ikiingizwa kwenye mfumo wa ubia wa kibiashara? Hakuna huduma za kijamii wanazozitoa zaidi ya kudai biashara yao kupata faida kubwa na kuondoka. Basi. Okay. Sawa. Tukikumbuka uzoefu wa nyuma kabisa kama City Water Service pia pamoja na mifano ya baadhi ya nyingine ambako gharama za huduma ziliongezeka baada ya ubia. Nataka tufahamu wananchi wanawezaje kuamini kwamba safari hii lengo kuu litakuwa ni kuboresha huduma kwa wote na si kuongeza ufanisi wa mapato pekee? Asante sana ndugu mwandishi wa habari. Mimi jibu langu bado liko pale pale. Unajua wajibu wa serikali ni kutoa maji kwa raia wake. Lakini naona kama serikali inakwepa majukumu yake. Hakuna mwekezaji ambaye alikuja kuisaidia raia. Kila mwekezaji anatanguliza faida ya kwake yeye binafsi. Na hili ni jaribio ambalo linafanyika kwenye sekta ya maji, jaribio ambalo limefanyika kwenye sekta ya afya. Tunaona hata kwenye mabenki huko wawekezaji wamekuja na sasa wanaondoka na kila kitu, wananchi wanabaki hamna chochote. Katika swala la maji mimi bado nasisitiza, swala la maji ni huduma kwa raia na ni haki ya msingi kwa kila raia kupata maji. Hakuna sababu yoyote inayoweza kufanya sekta ya maji ikabinafsishwa kwenda kwenye sekta binafsi. Bado raia wanahitaji maji. Kufanya hivi ni kwamba unakwenda kumfanya raia wa Tanzania akose maji na atumie gharama kubwa katika kupata maji. Okay. Mwisho kabisa, una kitu gani cha kusema kuhusiana na mjadala huu wa PPP sasa? Mwisho kabisa cha kuongeza. Asante sana, nashukuru. Mwisho kabisa mimi nasema hivi, maji ni mwingiliano wa uhai wa mwanadamu. Na maji ni haki ya msingi ya mwanadamu. Katika kulinda haki ya raia ni pamoja na kulinda haki ya raia kupata maji na ustawi. Ili mwananchi apate maji safi na salama, ni kazi ya serikali kuwapatia raia wake maji safi na salama. Ni kazi ya serikali kudhibiti ubora wa maji kwa wananchi wake. Ni kazi ya serikali kudhibiti gharama za maji kwa wananchi wake. Ni kazi ya serikali kutatua migogoro ya labda maji, mabonde. Ni kazi ya serikali kuleta amani katika kutafuta au katika upatikanaji wa maji. Kwa hiyo jukumu la kupata maji kwa wananchi ni kazi ya serikali na ni huduma ambayo inatakiwa itolewe na serikali. Unapoingiza huduma nyingine ni kwamba kazi imekushinda, na hatutaki kuamini kwamba kazi imemshinda serikali. Kazi ya kutoa maji kwa wananchi wake imemshinda. Hapana. Sisi tunachohitaji huduma ya maji iendelee kutolewa na serikali, na serikali ndio bado tunaiamini kwamba inaweza kutupatia maji safi na salama. Kuna namna ambavyo unaona tumepiga hatua tuliko kuwepo na sasa tuliofika kwenye sekta hii ya maji? Niseme tu, kusema kweli kuna namna ambayo tumepiga hatua, lakini bado hatujafika tunakotaka tufike. Bado tunahitaji
mambo fulani, tunahitaji serikali iwe na kipaumbele kwenye maji, kwa sababu haiwezekani miaka 64 mwananchi wa Tanzania bado hana maji. Na hii inakuwa changamoto kwa wanawake na wasichana, ndio wenye shida kubwa ya maji. Kwa hiyo unapomnyima mwanamke, msichana maji, ina maana unamnyima kutengeneza uchumi wake, unamnyima kipato chake, ili muda mwingi atumie kutafuta maji. Hatutamani kuwa na serikali ya namna hiyo kwa sasa hivi. Tunahitaji serikali inayojali wanawake, inayojali wasichana katika kuwapatia nafasi kufanya kazi na kuingiza kipato katika nchi. Unauona huo mwanga wa hayo mafanikio ambayo unayataka? Kwa hapa nilipo na kwa hapa tunapoendea, huo mwanga siuoni. Naona kama bado tunazidi kupotea zaidi, kwa sababu tatizo linaenda kuwa kubwa kuliko ilivyokuwa. Nini kifanyike? Kinachotakiwa kifanyike ni kwamba serikali iwekeze kwenye maji. Kuna mamlaka za maji hazina uwezo, zina upungufu wa uzalishaji wa maji, kasi ndogo ya usambazaji wa maji. Kwa hiyo serikali iwekeze, wapewe ruzuku, mamlaka za maji zipewe ruzuku ili ziweze kuwa na uzalishaji mkubwa, usambazaji uongezeke. Lakini cha pili ni kwamba bajeti ya Wizara ya Maji, serikali ionyeshe nia ya dhati ya kuwekeza kwenye maji. Wapewe bajeti ambayo sisi kama ACT tulisisitiza kwamba trilioni 10 kwa miaka 5 inatosha kabisa kumaliza tatizo la maji. Lakini pia uwajibikaji. Kuna uwajibikaji, kuna uzembe, ubadhirifu. Hatuoni kama serikali inawajibisha wale ambao wanafanya watu wachelewe kupata maji. Wale ambao wanasababisha wananchi wachelewe kupata maji wawajibishwe, ili maji iweze kumfikia Mtanzania kwa haraka na kwa wakati. Okay. Umetaja kitu hapa, na kabla hatujamaliza, umesema kule vijijini 1% kubwa watu wanatumia visima, watu wanatumia nini chingine umeniambia pale? Mabwawa, malambo. Nini kifanyike kuhakikisha sasa at least pia mabomba pia yanafika mpaka kule, maji haya ambayo ni salama pia yanawafikia kule wananchi wetu? Sio kubwa. Ukifuatilia wanasema kwamba kuna miradi ambayo inaweza kafikishwa kule, lakini miradi ikatoa maji labda mwezi mmoja, baada ya mwezi maji hakuna. Kwa nini sasa? Kwa sababu labda eneo lililochimbwa inawezekana upatikanaji wa maji pale umeisha lakini yote hii inasababishwa na uzembe, kwa sababu naamini kwamba miradi yote inayoenda kule kijijini ni pesa ndio inayotumika. Lakini usimamizi mbovu, ina maana walishindwa kufuatilia na kujua kwamba hapa maji hayatoki tena na tufanye nini. Kwa hiyo bado ni usimamizi mbovu, uzembe wa viongozi. Kwa hiyo bado mimi nafikiri tuhamie kwenye mkakati mwingine, kwa sababu ukiangalia Tanzania tuna misimu ambayo ni misimu ya mvua. Tunahitaji kuvuna maji ya mvua ili iweze kuwasaidia hata wananchi wa vijijini kwa matumizi yao ya kawaida na ya baadaye. Shida ya maji inaweza kuisha kabisa. Inaweza kaisha. Kuna nchi ambazo hazina mito, hazina nini, lakini wana maji, wanatumia maji, wana maji ya kutosha kabisa. Okay. Asante sana. Mimi naitwa Dani Kaboma, the icon mwenyewe, lakini nilikuwa na Yasinta Colonel. Yeye ni waziri kivuli wa maji, mazingira na mabadiliko ya tabia ya nchi kupitia chama cha ACT Wazalendo, lakini pia ni mtaalamu wa ustawi wa jamii. Tulikuwa hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo mengi mazuri kuhusiana na sekta hii ya maji, na shukrani sana pia. Amka. Usiku wa kuita usimame.